Siku hii ya leo niseme nayo kwa habari ya kanuni ya majira na wakati. Tunasema season and time. Kumbuka niko katika mfululizo wa kanuni bora kabisa za kiroho ambazo zitakupa faida wewe ambao unayezielewa, kuzitii na kisha kuzitendea kazi. Na leo tunapoangalia kwa habari ya nyakati na majira, ni muhimu sana ufahamu kwamba ukikosa kimoja kati ya hivi, maisha yako yatakuwa katika bahati nasibu, kwamba unafanya vitu kwa kutumia neno huenda, labda, yamkini, huna uhakika. Lakini kwa mtu anayefahamu majira na wakati, huwa anafanya kwa uhakika, kwa sababu ni mjuzi katika jambo husika ambalo amekusudia kulitenda. Tukiangalia maandiko katika kile kitabu cha Mhubiri sura ya 3 na mstari wa 1, Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Anapozungumza kwa habari ya majira, ni vizuri sana kujua majira, na yako majira ya aina mbalimbali. Sasa majira anayozungumza hapa ni majira ambayo kwenye fursa hasa za kiroho. Fursa ya kwanza ya kiroho kubwa kuliko zote ni kutambua wakati wa kuokoka. Usipotambua wakati sahihi wa kuokoka, kupatana na Mungu, ili uweze kutenda mambo kwa ubora na kwa uzuri na kwa usahihi, unaweza kushtuka, kufumba na kufumbua, umeshuka huko Jehanamu, alafu unataka msaada na msaada hauwezekani. Mkumbuke yule tajiri katika kitabu cha Luka ile sura 16 mstari wa 19 hadi 31. Aliishi katika maisha ya ufahari, akila na kunywa, akivaa na kujivuna, lakini mwisho wa siku majira yake yalipita, akaingia katika majira mengine tofauti na yale aliyotegemea. Na alipokuwa kule kuzimu, Biblia inasema alijaribu kumshurutisha au kumamrisha Lazaro achovye ncha ya kidole chake ili aburudishe ulimi wake, lakini haikuwezekana. Alilia